tuko na changamoto kubwa kama wazazi ya watoto walemavu. Watoto wengine wao walemavu ni mtoto analala, unamuamsha, unampea kitu, unamfunga pampers, unamrudisha kwa usingizi. Wengine wetu hatuna wheelchair. Watoto wanahitaji pampers, wengine wanasimia, wanahitaji dawa, wengine wako na ugonjwa wa sukari wanahitaji dawa. Na wengi wetu wazazi hao watoto ni watoto, yani ni wazazi hawana bwana. Ni wajane wengine wetu. Sasa changamoto ile tuko naye, watoto wengine ni watoto wanahitaji kufanyiwa mazoezi. Kupeleka watoto hospitali inatakikana pesa ya kwenda na kurudi ni 300. Na pale kwa hospitali tunalipishwa kila mtoto shilingi 250. Na kusema ukweli wengine wetu hatuna kazi, hatuna biashara, tunapitia changamoto kubwa. Sasa tunaomba wa serikali na wasiokuwa wa serikali, tunaomba usaidizi, tusaidiwe. Yangu ni hayo tu. Group yetu tuliungana mwaka iliyopita. Sasa tuko naye miaka 2, tuko pamoja, tuko wamama 20. Na wote wako na watoto walemavu, isipokuwa ulemavu wao ni tofauti. Wengine wanasimia, wengine ugonjwa wa sukari, yani tofauti. Wengine wanakaa kwa wheelchair, wengine hata wakai ni kulala tu usiku na mchana. Sasa wengine hata ukisema ni kibarua unaenda kutafutia huyu mtoto ya kumsaidia angalau kumlea, kumnunulia pampers. Tunafungianga watoto kwa nyumba, tunabeba kifunguo tunaenda naye. Na hata tukitoka tunashinda mali, tumeenda kibarua tukiwa na wasiwasi. Hatujui kama nyumba imefunjwa, watoto wamefanywa kitu, hatujui. Tuko na shida kubwa sana na tunaomba kama itawezekana tutafutiwe hospitali kama boarding hivi ambayo inaweza chukua watoto tuwe tunaendaga kuangalia. Kwa sababu sisi kama wazazi, tuseme kwa mfano kama sasa mimi ni mama mjane, bwana yangu aliaga miaka 4 iliyopita. Niko na watoto 6. Watoto mimi ndio baba, mimi ndio mama. Na nikiongea hivyo kwa niaba hata ya wengine ndio ninaongea. Asubuhi wengine wanaenda shule, huyu mwingine ninamfungia kwa nyumba. Ninabeba kifungo yangu kibarua pale huko chini kwa shamba. Paka jioni nimaliza ile kibarua nirudi, huyo mtoto nimemfungia tu analala hivyo paka jioni. Tunapitia changamoto kubwa, hakuna mtu ya kumuangalia. Sasa hiyo niko kibarua, anashinda njaa paka nikuje. Naomba serikali na wasiokuwa serikali wenye wako na uwezo watusaidie. Tumeshikana ndio tusaidiane sisi wenyewe kwa wenyewe. Juu hatuna usaidizi yoyote pali popote. Tunaomba tutafutiwe kama ni daktari tu awe anakuja kwa mabomba kufanyia watoto mazoezi angalau hata kama kwa wiki ni mara 2. Watoto wengine hata chakula hawezi kula bila kusagiwa. Unablendia chakula, kama una blender unaona huyo mtoto anaumia, ajua hawezi kutafuna hiyo chakula. Na hiyo chakula kupata naye ni ngumu, hatuna pesa, wamama wana uwezo. Watoto wanaumia hapa, hakuna mtu anawaangalia. Hata shule yenyewe hawezi kujilipia. Watoto wanaumia kwa nyumba, wanataka pampers. Dawa ya mtoto moja kwa mwezi ni shilingi 5,700. Kuna dawa ya chupa shilingi 6,800. Hiyo pesa hatuwezi kuafford juu tuna kazi. Sasa tunaumia pamoja. Tunataka pia watupatie mazoezi, watoto wengine wanahitaji mazoezi. Wengine wanataka scratch juu wameparalyze pande moja. Tunaomba usaidizi kwa Wakenya. Hata serikali ya county pia tunaomba. Gavana yetu, seneta yetu, rep, councillors, MPs tunaomba. Tafadhalini mtusaidie, kama mnaona hii video msitupite, mtusaidie. Tuko na shida kubwa sana. Tuko na watoto walemavu. Tumeshinda kubebwa, hata wengine wanataka wheelchair. Wengine tumeshinda hata kubeba kabisa. Hapa mgongo wote anatuuma kwa sababu tunabebana. Sasa tunataka wheelchair, usaidizi ya wheelchair. Tunataka usaidizi ya dawa. Wengine wako na sukari, yangu pia iko na sukari. Nataka dawa. Tunataka wengine wako na dawa, nataka dawa ya pressure. Wengine wanataka dawa nyingine. Tunataka dawa usaidizi mingi. Tusaidie tu. Tafadhalini sana.
Pampers yote tunataka, wengine wanafungia pampers, hatuwezani kukaa bila pampers. Usaidizi ni mingi, utusaidie please. Mtoto wangu kuna shida, hawezani kubeba. Hii wheelchair umesaidiwa lakini imevunjika. Saa hii hafanyi kazi vizuri. Sasa mimi nataka wheelchair, na grupu yetu pia wanataka chakula pia wako na shida. Wengine mkono mdogo, mkono ni kidogo, hawana bwana ya kusaidia. Mimi pia sina bwana, wamenitupia watoto wameenda. Wengine pia ni hivyo. Hatuna pesa kupeleka hospitali watoto, naye transport pia wanataka. Ikiwa tunabeba, tunataka transport. Wengine hawana transport ya kubeba. Mimi pia sina, nikuambia ukweli. Sina ya kubeba kupeleka transport anataka. Sasa tunataka usaidizi tu ya mtoto. Huyu ni mtoto wangu Sada Mduba. Shida yake kuna shida akili na sio sana. Ni mtoto ukipata msaidizi hata anaweza soma. Sasa shida yangu kubwa, sina uwezo, baba yake umekufa, ni yatima. Sasa shida kubwa, ningefaa nipeleke kitu kama koleji ya mkono anaweza fanya, sina msaidizi, sina pesa kupeleka naye. Shida yangu ni kubwa. Shida yangu ni hiyo. Cha shule class 8 tumeshinda kufanya mitihani. Sasa kitu ya mkono anaweza fanya vizuri. Sasa shida sina uwezo ya kupeleka college. Sina kazi kwangu pia tuko na shida huko na pale, tunafumulia tu, tunasukuma shida. Hii mtoto sio